Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kifupi sana, nchi hii ukiwa kule upinzani, wapinzani ni watu wanaojihesabia haki. Wanaamini kwamba wao sio wanadamu, wao ni malaika. Ukiwa huku CCM, wanaona kwamba hufai kuwa huko, kwamba wao ni malaika. Wanasahau kwamba sisi sote ni wanadamu wenye mapungufu, tunaotafuta uso wa Mungu na rehema za Mungu kila kukicha, ili tuwe watu bora zaidi mbele za Mwenyezi Mungu. CCM oyee! Mheshimiwa Mwenyekiti, wanasema kwamba nchini kwetu kwa sasa demokrasia inaminywa. Mimi naomba wanaonisikiliza na nyie watu wa Nkasi, tujaribu kuangalia hivi demokrasia ni nini na mifano halisi ya demokrasia inayokuwa ni nini. Mwaka 2020 baada ya ule uchaguzi, mambo yalikuwa ni mengi. Mimi huyu Wenje nilikimbia nchi hii nikaenda Canada. Tuliemba na watu kama God bless Lema, Lissu aliyekuwa mgombea wetu rais. Uchaguzi uliisha, yeye akala kona, akaenda siu balozi na yeye akakimbia. Tukakaa huko. Baada ya kuanza maridhiano, rais alipoingia madarakani akasema wote turudi bila masharti. Na mwenyekiti wa kunja ngumi alisema yeye mwenyewe binafsi alikuwa na kesi kama 6, zote zilifutwa. Huko kwenye chama nilikotoka kulikuwepo na kesi jumla 419 ya wanachama mbalimbali. Kwa haraka sana tulipoanza kukaa maridhiano, kesi 417 ziliondoka. Ilibaki kesi moja Njombe ambayo pia iliisha immediately. Hivi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama haya yote ulifanya kwa moyo wako, hivi demokrasia ni nini? Alipoingia madarakani Mheshimiwa Rais, kulikupa kuna mikutano ya hadhara wala maandamano. Immediately aliruhusu mikutano ya hadhara na maandamano, tukafanya nchi nzima, na tukamtukana juu na kuzuia mikutano. Hivi demokrasia ni nini? Sisi tukiwa huko Chadema 2020 baada ya uchaguzi tulikataa kuchukua ruzuku, tuligoma. Chama kikapata tabu, tukapoteana, ofisi zikafungwa. Tukamtuma Mbowe, tukamwambia kwenye maridhiano ongea na Mheshimiwa Mwenyekiti Rais atusaidie tupate kale ka ruzuku. Ruzuku ilikuja yote. Mimi Wenje ndio niliyekuwa mwenyekiti wa Chadema wa kamati ya fedha miaka yote. Yale majengo kamati yangu nilikuwa mwenyekiti ndio nimenunua, na yale majengo hata makao makuu ile Mikocheni nimenunua, kamati yangu imenunua, baada ya sisi sasa kupata ile ruzuku lamsam. Hivi demokrasia na mtu mwema ni mtu wa aina gani? Kwa ndugu zangu, hivi kuna nchi gani hapa Afrika Mashariki ambayo kila kukicha asubuhi mpaka usiku viongozi wa serikali wanatukana watu kwenye mitandao na kuna mtu anayewatafuta? Hivi demokrasia ni nini? Sasa kingine, wanasema kwamba nchi hii waoni maendeleo, wanajifanya waoni mazuri ya serikali, huku na wao wananufaika. Ukisikiliza hapa takwimu zinazotolewa, shule zinazojengwa, barabara, na mimi nimetembea kwenye hii ziara, kila jimbo tulipoenda kuna mabilioni ya fedha zinapelekwa kwenye afya, kwenye kilimo, kwenye elimu, kwenye maji, na namba hazidanganyi. Kama mnabisha ndugu zangu huko nilikokuwa, tafuteni makabrasha msome. Haya mambo yako in public domain. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, hivi leo ile SGR inayotoka Dar es Salaam kwenda mpaka Dodoma, hivi inapandwa na watu wa CCM peke yake? Sio wanapanda watu wote? Hivi maji yakipelekwa huko, Aweso anapeleka maji kila kona, wanaokunywa maji ni watu wa CCM peke yao? Acheni mkwara, acheni porojo, leteni mpango na mikakati ili mshindane na CCM. CCM oyee! Mwisho ndugu zangu, mimi nimewaambieni
mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu wa Chadema kwa miaka 15 tokea mwaka 2010 nikiwa mbunge wa Nyamagana. Toka enzi hizo sijawahi kutoka kwenye kamati kuu. Kwa mimi najua ninapowaambieni uko ziwani mamba yupo humo, kuna kenge, kuna kiboko, kuna wanyama mbalimbali. Hasa wewe kenge akitoka majina nakwambia mamba anaumwa, wewe unabisha ulikuwepo? Mimi nilikuwepo huko nakwambia watu wanaumwa huko. Wewe sasa unabisha nini? CCM oye! Sasa unasikia huko watu wanasema na wamepiga propaganda, wanatumia NGO mpaka wanashawishi mataifa mengine eti hapa Tanzania eti katika vyama 19 ya nchi hii ni Chadema peke yake eti ndio imezuia kushiriki uchaguzi. Mimi nilikuwepo huko, tulikataa wenyewe. Kwanza tulikataa kwenda kusign form. Na nawaambieni leo nikiwapa Nkasi, siku mtu akipiga ngwi nitasema sababu kwa nini sasa hatukwenda kusaini. Hiyo kwanza naacha leo, utoi mabomu yote. CCM oye! Kwa tulikataa wenyewe. Tukaenda kwenye kikao cha kamati kuu, tukaenda baraza kuu tarehe 21 Dar es Salaam Januari, tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama, tukasema kwamba sisi hatuendi kushiriki uchaguzi. Lakini sababu huwa tunadiscuss huko ndani, mimi najua na ipo siku nitasema. Kwa mimi nataka niwaambieni hapa Nkasi na dunia yote ijue kwamba hakuna mtu aliyezuia Chadema kwenda kusaini ili washiriki uchaguzi. Tuliamua sisi wenyewe na sababu tunazo za ndani huko tunajua. Wanasema eti uchaguzi sio wa haki, hayo mambo hapo. Mimi nimekuwa mbunge wa Nyamagana. Nilitangazwa na nani? Mwenyekiti wa Kunjangumi amekuwa mbunge pale Ikungi mara 2. Yeye alitangazwa na nani? Hao wengine unaoona wakora wako humo wote hapo, wengine wameshakuwa wabunge, walitangazwa na nani? Mwaka jana tu hapa uchaguzi unaoisha jimbo hili alikuwepo dada hapa anaitwa Aida Kenan, alikuwa ni mbunge wa Chadema. Yeye alitangazwa na nani? Kwa hizi porojo acheni. Watu wamekuwa waoga, wameweka mpira kwa pani kwa sababu hawezi kashindana na huu muziki. Sasa CCM oye! Mwisho ndugu zangu, uchaguzi ni Oktoba tarehe 29. Kama kweli wewe ni mwana CCM na unapenda CCM, hakikisha hakuna mtu anayebaki nyumbani pasipo kwenda kupiga kura. Tunakubaliana? Oktoba tarehe 29 ni siku muhimu ya demokrasia halisi katika taifa letu. Twendeni tuambie dunia kwamba mambo ya Tanzania tunaamua sisi hapo Tanzania. Sasa asanteni sana, Mungu awabariki.